Okay bana, leo hii tunaanza na ule mfanyakazi ambaye alikuwa anampa maelekezo baba yake, mwambie baba, mchukue watoto na mchukue kila mtu uende mbali. Sasa tukiamia kwa upande wa pili, bwana mkubwa Deva anajaribu kumwambia bibi Aziza kwamba hivi unafanya nini kwa Yavuzi, lakini bibi anamwambia hivi, nafanya hivi kwa ajili ya mtoto wetu, sitaki na najuta sana kubeba jina la ukoo wenu, yani nimekuwa kama mkosi kwangu. Bwana mkubwa katika kujitetea kwamba nataka kila kitu sawa, sasa bibi anamwambia hivi, nataka unipe talaka yangu. Bwana mkubwa kusikia talaka anapagaa huko, akimwambia kwamba tafadhali nakuomba niende nikarekebishe makosa yangu kwa kwenda kuongea na Haidari kumwambia kwamba hivi hilo swala haliwezekani, huku akiendelea kushindikiza kwamba yuko tayari watoroki, ila bibi anamwambia hivi ni yale yale ambayo amemtokea babangu na mamangu, tafadhali Deva, nafanya hivi kwa ajili ya mwanangu. Huku bwana mkubwa Deva akisema kwamba hivi mimi siwezi kukubali tuachane. Bwana mkubwa anasikia talaka ndo azidi kupagala. Sasa bwana mkubwa anaamua kwenda kumuongea na Haidari ili kuweza kuweka mambo sawa, na kisha mambo yakisha kuwa sawa basi atakuja kumrudia, huku akiweka ahadi ya kwamba hivi hataruhusu mrembo wake Aziza wake ashikwe hata unywele wake udondoke. Ambaye tafadhali niruhusu niende nikaongea na Haidari, usiwe na wasiwasi wote. Bibi anamwacha Deva na anaenda, ila huko akitaka kwenda kujaribu kuongea naye labda badilishe mawazo, lakini mama yake uzunguka bibi yake anamwambia tafadhali nakuomba ubaki. Tukiamia kwa upande wa pili, Zelia pamoja na bwana mkubwa Yusufu wamekuja hospitalini kujua jinsia ya mtoto. Kufika pale bwana mkubwa Yusufu alikuwa anategemea kubwa kweli kupata mtoto wa kike, huku bibi akawa anategemea kupata mtoto wa kiume, ila Mungu akasikia kilio cha bwana mkubwa Yusufu cha kwamba wamepata mtoto wa kike. Jambo lile lileta furaha sana. Tukiamia upande wa pili bana, tutakutana na huyu bibi mfanyakazi. Sasa mfanyakazi bana anatumiwa picha za mtoto wake akiwa shuleni. Anayemtumia hizo picha ni bibie Beidi, akimwambia kwamba hivi na kuomba urudi tuweze kuongea. Kama hutaki familia yako ihatarishe, tafadhali na kuomba uturudishie sisi ambacho unacho, kwamba bibia na ushahidi wa kila kitu kuhusiana na Hazari. Huku bwana mkubwa Deva anakimpigia simu Haidari kumwomba kukutana hotelini waweze kuweka mambo sawa. Sasa Haidari kutokana na wasiwasi na uoga anamwambia kwamba Hazari, Deva ameniomba tukutane. Sasa bwana mkubwa wasiwasi kweli kweli, akabidi amwambie Hazari. Hazari akamwambia sikiza, mimi nilikwambia toka muda, kwa hiyo cha kufanya ungana na mimi ili tuweze kumaliza bwana mkubwa Deva. Tukiamia upande wa pili, Hashmit pamoja na familia yake bana, kulikuwa kikao cha dharura. Kikao hicho bana kilikuwa kinamuongelea sana bwana mkubwa Osman Bey kukimbia na hela, huku akimwambia mama, wewe ndio chanzo. Akasema hivi, jamani, niacheni Osman mwenyewe, nitamtafuta na nitampa mkongoto wa ipasavyo. Huku bibi Melissa akaingia kati kama mada, kutokana na Melissa ndio mtu pekee ambaye asubiriwa kufanya maamuzi katika familia, kwamba ahadi aliyopewa na kutoka kwa mama yake na Deva Miss Pev ni kwamba atapewa maisha mazuri, kila kitu kitakuwa mazuri. Kwa hiyo sasa bwana mkubwa Hashmit alikuwa anaonekana kama anataka kumpa pressure bibi Melissa kwamba afanye maamuzi ambayo sio sahihi, huku mama yake Nekla akisema hivi, jamani, mwacheni mwanangu afanye maamuzi yaliyo sahihi. Mama Yusufu anambia, jamani, kama mnakumbuka maneno ya Aziza tunatakiwa tuweke akilini kwetu. Bibi Melissa akatokea na kusema, jamani, nimeshafanya maamuzi na maamuzi yangu sijafanyiwa shindikizo la mtu yoyote, nimeamua kuolewa na Hazari. Jambo lile lilimfanya mama yake Nekla apagawe kutokana na zile taarifa njema. Bwana mkubwa Hashmit alifurahia kinoma noma, kwa sababu alikuwa anaamini kwamba maisha yanaenda kubadilika, huku akisema kwamba binti yangu kila kitu kinaenda kuwa sawa.